Simulizi: dawa ya utajiri ya makaburini. Usiku ulikuwa mzito sana kijijini Mto wa Giza. Upepo ulivuma taratibu ukitikisa miti mirefu ya mibuyu, huku mbwa wakilia kwa mbali kana kwamba walikuwa wanaona jambo ambalo macho ya kawaida hayawezi kuona. Katikati ya kijiji hicho aliishi kijana mmoja aliyeitwa Amani. Amani alikuwa maskini sana. Baba yake alikuwa amefariki miaka mingi iliyopita na mama yake alikuwa mgonjwa wa muda mrefu. Kila siku Amani alifanya kazi ngumu mashambani, lakini maisha yalizidi kuwa mabaya. Watu wa kijiji walimcheka. Maskini huyu hatawa kamwe, walizungumza kwa sauti za kejeli. Kauli hizo zilimuumiza sana moyoni. Siku moja jioni, akiwa amekaa kwenye kibanda cha chai, alimsikia mzee mmoja mwenye sura ya kutisha akisema kwa sauti ya chini, "Kuna dawa ya utajiri, lakini si kila mtu anaweza kuichukua." Watu wote walinyamaza. Amani alimsogelea yule mzee. "Dawa gani hiyo?" aliuliza. Mzee alimtazama kwa macho mekundu yaliyofanana na makaa ya moto. "Ni dawa ya mzimu wa makaburini. Ukiipata hutateseka tena maisha yako yote." Mwili wa Amani ulisisimka. "Naipataje?" Mzee alicheka taratibu. "Usiku wa mwezi mweusi, lazima uende makaburini peke yako saa 6 kamili ya usiku. Ukifika katikati ya makaburi utaita jina la mzimu mara 3. Amani alimeza mate. "Jina gani?" Mzee alisogea karibu na kunong'ona, "Zarumba." Ghafla upepo mkali ulivuma na taa ya kibanda ikazimika. Watu wote waliingiwa na hofu. Lakini tamaa ya utajiri ilikuwa tayari imeingia moyoni mwa Amani. Siku zikapita. Usiku wa mwezi mweusi ukafika. Hakukuwa na hata mwanga wa mwezi angani. Kijiji kizima kilikuwa kimetulia kana kwamba kila mtu alikuwa amelala mapema. Amani alifunga mlango wa nyumba yao taratibu. Mama yake alikuwa amelala kitandani akikohoa. "Naenda kutafuta maisha mama," alinong'ona. Akaondoka. Njia ya kuelekea makaburini ilikuwa inapita msituni. Kadri alivyozidi kutembea ndivyo hofu ilivyozidi kumwingia. Alihisi kama kuna mtu alikuwa anamfuata nyuma yake. Aliposimama, sauti za hatua nazo zikasimama. Alipoendelea kutembea, hatua nazo zikaendelea. Jasho lilimtoka mwilini. Amani akageuka kwa haraka. Hakukuwa na mtu. Lakini ghafla, hey! Sauti nzito ya kucheka ikasikika juu ya mti. Amani alitazama juu. Kulikuwa na bundi mkubwa mweusi aliyekuwa akimtazama bila kupepesa macho. Akaanza kukimbia. Baada ya dakika chache alifika kwenye makaburi. Mahali pale palikuwa kimya kisicho cha kawaida. Hakukuwa hata na sauti ya mdudu. Makaburi yalionekana kama vivuli vyeusi chini ya giza la usiku. Katikati ya makaburi kulikuwa na kaburi kubwa la zamani lililopasuka. Amani akakumbuka maneno ya mzee, "Ataje jina mara 3." Kwa sauti ya kutetemeka alisema, "Zarumba." Kimya. "Zarumba." Upepo mkali ukavuma. "Zarumba." Ghafla ardhi ikaanza kutikisika. Makaburi yakaanza kutoa sauti za ajabu. Kilio cha mtoto kikaanza kusikika kutoka chini ya ardhi. Amani akarudi nyuma kwa hofu. Kaburi kubwa likaanza kupasuka taratibu, Kisha mkono mweusi wenye kucha ndefu ukatoka ndani ya kaburi. Amani alipiga yowe. Lakini miguu yake ikagoma kukimbia. Mwili wake ukaganda. Kiumbe kirefu kilichofunikwa na vumbi la makaburini kikaanza kutoka kaburini. Macho yake yalikuwa mekundu kama damu. Sauti yake ilikuwa nzito kama radi. "Nani anataka utajiri?" Amani alitetemeka. Ni mimi." Kiumbe kile kikacheka kwa sauti ya kutisha. "Utajiri una gharama, Kiasi gani?" Amani akauliza huku akitetemeka. Mzimu ukanyoosha mkono wake uliokuwa umebeba chupa ndogo nyeusi. "Hii ndiyo dawa ya utajiri. Ukimeza tone moja tu, pesa zitakufuata kila mahali."
Amani akaitazama chupa ile kwa tamaa kubwa. Lakini mzimu ukaendelea. Lakini kila utajiri una damu yake. Amani hakuelewa. Unamaanisha nini? Mzimu ukamkaribia. Harufu ya maiti ikatoka mwilini mwake. Kila mwezi lazima utoe sadaka ya mtu mmoja. Amani akaruka kwa hofu. Hapana. Mzimu ukafoka kwa hasira. Basi rudi uwe maskini milele. Ghafla sauti za watu waliokuwa wanalia zikaanza kusikika makaburini kote. Ardhi ikaanza kufunguka huku mikono mingi ikitoka chini. Mikono hiyo ikaanza kumvuta Amani. Alipiga kelele kwa nguvu. Lakini hakuna mtu wa kumsaidia. Mzimu ukasema kwa sauti nzito, chagua sasa. Amani akaingiwa na tamaa. Akamkumbuka mama yake mgonjwa, maisha ya mateso, kejeli za watu. Kwa hofu na tamaa akachukua ile chupa. Mzimu ukacheka sana. Kuanzia leo wewe si mwanadamu wa kawaida tena. Ghafla upepo mkali ukamzunguka Amani. Akazimia. Alipoamka ilikuwa asubuhi. Alikuwa amelala nje ya makaburi. Mkono wake ulikuwa bado umeishika ile chupa. Akarudi nyumbani haraka. Lakini alipofika alikuta nyumba yao imejaa watu. Wanawake walikuwa wanalia. Moyo wake ukadunda kwa nguvu. Mama, jirani mmoja akamshika begani. Pole sana Amani, mama yako amefariki usiku wa jana. Mwili wa Amani ukasisimka. Macho yake yakapanuka kwa hofu. Akakumbuka maneno ya mzimu. Kila utajiri una damu yake. Usiku huo huo, mtu mmoja asiyejulikana alifika nyumbani kwa Amani akiwa ndani ya gari kubwa. Akamkabidhi begi lililojaa pesa. Bosi wangu amesema hizi ni zako. Amani alibaki ameduaa. Kweli dawa ilikuwa imeanza kufanya kazi. Miezi ikapita. Amani akawa tajiri mkubwa sana kijijini. Akanunua magari. Akajenga nyumba kubwa ya kifahari. Wale waliomcheka zamani wakaanza kumheshimu. Lakini kila mwezi mtu mmoja alikuwa anafariki kwa mazingira ya ajabu. Mara mtoto anapotea. Mara mvuvi anakutwa amekufa mtoni. Mara mzee anaanguka ghafla bila sababu. Kila kifo kilipotokea, pesa mpya zilikuwa zinaingia kwa Amani. Usiku mmoja akiwa amelala kwenye nyumba yake mpya alisikia sauti ndani ya chumba. Kuna deni lako. Amani akaamka kwa hofu. Mlangoni alisimama yule mzimu. Safari hii alikuwa na hasira zaidi. Muda wa sadaka nyingine umefika. Amani akatikisa kichwa. Hapana, sitaki tena. Mzimu ukacheka. Huwezi kukimbia. Ghafla kuta za nyumba zikaanza kutoa damu. Taa zikazimika. Sauti za watu waliokufa zikaanza kuimba kwa sauti ya kutisha. Amani akaanza kuchanganyikiwa. Kila alipotembea aliona vivuli. Kila alipoenda alisikia sauti za makaburini. Akashindwa kula. Akashindwa kulala. Utajiri wake ukageuka laana. Siku moja akaamua kurudi makaburini ili kuirudisha ile dawa. Usiku wa manane akaenda tena. Lakini safari hii makaburi yalionekana mabaya zaidi. Moto wa bluu ulikuwa unawaka juu ya baadhi ya makaburi. Sauti za vilio zilisikika kila upande. Amani alipiga magoti mbele ya lile kaburi kubwa. Naomba uniruhusu niwe huru. Ardhi ikapasuka tena. Mzimu akatokea. Hakuna anayekataa agano la makaburini. Amani alianza kulia. Nimechoka. Chukua utajiri wako. Mzimu ukanyoosha mkono wake. Sawa, lakini lazima utoe kitu cha mwisho. Nini? Roho yako. Kimya kizito kikaanguka. Amani akaanza kurudi nyuma. Lakini mikono ya watu waliokufa ikatoka ardhini na kumshika miguu. Alipiga kelele kwa nguvu. Mzimu ukacheka kwa sauti iliyotikisa makaburi yote.
Usiku huo watu wa kijiji walikuwa wakisikia kelele za kutisha kutoka makaburini, lakini hakuna aliyethubutu kwenda. Asubuhi yake watu walikuta nyumba kubwa ya Amani ikiwa tupu. Hakukuwa na gari, hakukuwa na pesa, hakukuwa na amani. Kilichobaki ndani ya nyumba ni mchanga wa kaburini tu na ile chupa nyeusi juu ya meza. Tangu siku hiyo, watu wa kijiji waliamini kuwa roho ya Amani bado huzunguka makaburini usiku wa mwezi mweusi. Na ukisikiliza kwa makini katikati ya usiku, unaweza kusikia sauti ikinong'ona, utajiri una gharama.